Nyanja TV habari. Herman Robert, mimi ni mkazi wa hapa Titie, mzaliwa wa hapa Titie, wilaya Kasulu. Mpenzi mtazamaji, tumepiga hatua kutoka Msoma mpaka tumefika hapa Kasulu, ni wilaya ya Kasulu lakini mkoa wa Kigoma, ambapo tumefika katika kata ya Titie, ambapo ni takriban kilomita kama 70 kutoka mjini kufika hapa. Lakini tumefika, tunaongea na wadau mbalimbali, lakini nia na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunadumisha mila na desturi na utamaduni wa Mtanzania. Tunaangalia mila kwa sababu tunasema kwamba mila zimepotea. Sasa wewe kama kijana, hivi unajua nini maana ya mila? Mila ni kitu gani? Mila ina maana ni ule utambuzi wa wazazi, jinsi wanavyodumisha. Unakuwa ina maana tunaangalia jinsi wanavyofanya wazazi. Sasa wewe kama kijana ukitaka kuoa, labda wazazi wako wanachukua hatua gani? Wazazi kipindisho, labda niseme tu, labda kwa sisi tulipozaliwa mzaliwa 84. Kwa hiyo siwezi nikajua utambuzi wa kubwa wangu wakati nimekuwa sasa hivi. Tumeoa mwanamke. Ulipotaka kuoa mwanamke ulimchukua chukuaje? Mimi niliongea naye, afu baadaye nikamwambia, bwana, mimi nataka nikuchukue. Alisema kwa nini nataka nichukue, basi tukaelewana bei. Nimwambia, bwana, mimi unanijua jinsi nilivyo, kwa hiyo unatakiwa twende tukaangalie na wazazi, kubaliane. Ndio kubaliana, basi tukawa tumeona. Sasa je, nini utamaduni wenu wa kabila la Waha, zile ngoma za asili ambazo wakati unaoa mke wako labda mkasherekea wakazionyesha hadharani, watu wakaziona, ngoma yenu inaitwaje? Tulikuwa na kuamu na nikorona katika tazama na kabila letu tukupate vizuri, na pomesha tukula kidogo tu. Nilikuwa katika na huo ugonjwa ulitesa kwa muda mrefu? Ulitesa kwa muda mrefu mpaka sasa huko. Na watu wanapata tiba yake? Tiba ipo, kwenda hospitalini wanakutibu. Sasa tuende kwenye miko, labda mtu kijana ukifanya kosa, labda wazee wa kimila walikuwa wanachukua hatua gani kwa nyinyi vijana kama umefanya kosa ambalo wazee wanaona kama hili kosa alistahili wewe kijana kulifanya, walikuwa wanachukua hatua gani? Ni kuadhibu. Walikuwa na kuadhibu. Kama nikisikia unasikia. Ukishasikia basi unajua kama nikifanya hivi ndio ni kosa. Na usiposikia sasa wanafanyaje? Labda maamuzi gani wanachukua? Maamuzi wanaweza kukuacha kwa sababu labda inawezekana ndio tabia yako hiyo ulionayo moyoni. Kwa hiyo uwezo wa kukubadilisha tabia. Mzee Ezekieli Mugara. Hebu tunaomba utuambie sasa, yani Waha, mtemi wenu wa kabila la Waha alikuwa anaitwa nani? Alikuwa ni Ntare. Ntare. Ambaye alikuwa anapatikana maeneo gani? Alikuwa anakaa wapi? Eruju. Eruju. Ndiye alikuwa anatawala sehemu zote za Waha. Hata huku kote. Ndio. Sasa na kabila la Waha, vyakula vyenu vya asili mko mnatumia vyakula gani? Vyakula vyetu vya asili. Tulikuwa tunatumia muhogo na viazi na mtama mweupe. Ndio. Na upande wa mboga, labda ni waraji wa nyama sana au waraji wa maharage au hizi mbaazi. Yaani nyanya, mishumaa. Ndio. Na nyinyi kwa mfano, labda mtoto hakika akikosea maadili, labda akavaa nguo ambazo mnyewe mnaona kwamba mpendezwi nazo, mlikuwa mnachukua hatua gani? Walikuwa wanakusanya wa ndugu. Wanamuonya. Na asiposikia labda kwa mmemuonya lakini hakutimiza yale ambayo mmemuonya, akikataa kusikia. Akikataa kusikia yale waliomweleza. Ilikuwa wakati wasio rahisi. Walikuwa wanakuambia wewe unakataa kutusikiliza sisi wazazi. Na sasa utamaduni wenu,
Ngoma yenu ya asili, ule utamaduni, ile ngoma yenu ilikuwa inaitwaje? Ziko ngoma. Zilikuwa ni 6. Ziko Heru. Za Kitemi zilikuwa zinaanza kuchezwa mwezi huu. Ndio. Zinaanzia wa 6 mpaka wa 10. Ndio mwisho. Ndio. Zilikuwa zinaitwaje? Ilikuwa inaitwa ngoma. Ngoma tu. Aha. Na ilikuwa ni ngoma ya aina moja au ni tofauti? Zilikuwa kama 12 hivi. Zingine ziko taifa. Ya asili. Tulikuwa na ngoma hizo za Kitemi, zingine ngoma ambazo watu walikuwa nazo. Zilikuwa ni za mila tu ya ukoo. Zilikuwa hazichezwi, ni mila ya ukoo, zilikuwa ni mila ya ukoo tu. Je, kijana akitaka kuoa, mlikuwa mnachukua hatua gani? Kijana wako anataka kuoa, mlikuwa mnachumbiaje mtoto akike kuja kwenye familia? Akitaka kuoa. Alikuwa anakwenda kuchumbia. Akitoka huko anakueleza wewe mzee, sema mzee, nimependa binti wa fulani. Kama wewe unajua ni tabia mbaya unakataa. Kwamba huyu hapana. Kama nataka kuoa nenda kuchukua mtoto wa fulani. Ndio anaishi. Ndio. Na kama labda kijana sasa, makatazo ambayo kwa mnakataza kwamba kijana asifanye hiki, akifanya hiki ni makosa. Yalikuwa ni makatazo gani? Mlikuwa mnawakataza wa vijana wasifanye vitu gani? Labda vijana kama hawa sasa. Hawa? Kitu tulikuwa tunawakataza. Ilikuwa wakati wakipata hela anafika naonyesha mzee. Hizo hela zinanunua ng'ombe, kondoo, mbuzi. Ndio. Akikosa kuzionyesha, unamuitia wazee, wanamuonya, sema wewe hutojenga mji. Hela unazozipata unafanya kazi, unazipeleka wapi? Je, na kitu kingine ambacho labda nikuulize mzee, wewe katika kukua kwako, labda unahisi kwamba na umri wa zamani nyinyi mko mnaishi zamani na wa sasa hivi tofauti mnaona ipo kidogo? Kwa sasa. Kwa sasa tofauti ipo. Kitu kinachosababisha utandawazi umeharibu. Ndio. Kabila ambaye bado yenyewe wanafata mila zao ni Wasukuma. Lakini sisi vijana kama hao, vijana wetu wa sasa wameshuka maadili. Sasa mnafanyaje ili kuwaokoa kutoka kwenye hizo tabia ambazo na miemko ambao wanakuwa nayo? Sasa kuwaokoa, baada ya vijiji tumesambatika, wakati tumekaa karibu tulikuwa wanaitana wazee, wanamuonya. Sasa kwa sasa kama wewe peke yako kamuonya na umemsomesha hakujali. Kwa mfano sasa, ilikuwa labda mvua imegoma kunyesha kabisa, tulikuwa naona kwenye jamii zingine mvua isiponyesha kwa wakati wanaojua kama wakati huo wakati wa mvua hainyeshi, walikuwa wanakwenda kuomba mizimu. Nyinyi huko kwa Waha mnafanya hicho kitu? So Kasulu huwa unakaa mjini Kasulu unafahamu. Pale misheni ya Roma iko kama hapa. Kuna mlima unautazama hivi, wako kwenye misheni ya Roma. Pale ndiko alikuwa amekaa mama. Ndio. Anaitwa Gitibwa. Huyo mvua ikitaka kuleta tabu, wanakwenda kumwambia mwami. Asema lete ng'ombe. Wazee wanampelekea. Na hata kama ikizidi, ikiwa nyingi ya kupitiliza yenye kuleta majanga, na alikuwa anatuliza, anaweza kutuliza. Ikiwa nyingi. Ndivyo walikuwa wanafurahi wazee. Yaani mvua inakuja na upepo mkali, radi nyingi. Kulikuwepo na dawa ya kuzindika ule upepo. Mvua inanyesha, ina amani, imetulia kabisa. Imetulia. Je, magonjwa ya asili sasa? Kwa mfano kuna makabila, kwa mfano kule kwetu sisi kuna makabila wanaitwa Wakabwa, wa Kiroba, Wasimbiti, walikuwa na ugonjwa wa ukoma. Na vipi nyinyi huku kwa huku kabila la Waha, labda ugonjwa ambao ulikuwa unawatesa Waha ni upi kwa zamani? Ukoma ulikuwepo toka zamani. Ndio. Ambao ulikuwa unasababishwa na kuona nini?
Kitu ambacho kinasababisha ukoma na kuwepo kwa huko ilikuwa ni nini? Hicho kitu kinachosababisha ukoma ni kula nyama ya mbwa. Nani ng'ombe kiuawa na radu. Walikuwa wazee awali. Na ng'ombe akipigwa radi. Kwa hiyo nyama yake hairuhusiwi kufanya nini? Kuliwa. Ukila ndio inasababisha haya matatizo. Ukila unapata mabaka. Ndio. Mpaka wakupe dawa. Wasipokupa dawa? Hayati. Wanakupa dawa wakati unakula ile nyama. Ndio. Na mazao sasa ya asili ambayo mnalima ni yapi? Mazao yenu ya asili ambayo mnalima tu kumezaliwa mpaka umezeeka kufikia umri huu hapa babu yangu, na yani ni mazao mko mnalima mazao gani? Mazao tunayo yalima sehemu hizi zetu hizi tulizo yametofautiana kidogo. Tulikuwa tunalima mihogo na viazi. Sasa kwa huku mihogo haipo, wamebaki watu wa Nyakitondo ndio wanalima mihogo kutuzidi. Ndio. Hafima wake wanalima viazi tu. Na mbaazi hizi. Je, sasa kuna swala la kudumisha mila na desturi. Wewe kama mzee, labda kuna swala la kudumisha mila na desturi za makabila yetu Tanzania. Sawa, sasa wewe kama mzee, labda kuna umoja wa wazee ambao mmeungana kwamba ni wazee, huwa mnakuwa mnakemea mambo ambayo yaendana na nyinyi mnayotaka? Wazee kama wapo wanailingana mimi. Kama mtoto wangu ameharibika naita wazee. Tunamuonya. Ya mila na desturi na utamaduni wetu, kwa sababu pia ni kuenzi yale ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuhakikisha kwamba mila na tamaduni zinaenziwa. Labda una wito gani kwa wazee wenzako? Bado vijana wamo wanaiga uganga wa zamani. Wapo. Wanaitumia, wanakuja kuuliza kwa yenye wazee. Unamuelekeza. Ndio. Basi tukushukuru sana mzee wangu. Tunakushukuru, tumekutembelea. Na jamaa zangu ninao hapa wamenileta huku.